Mwanamke anayejithamini hawezi kuyafanya haya mambo 5. Mwanamke mzuri. Inaweza ikawa umejifunza kupenda, lakini umejisahau wewe mwenyewe. Leo nataka nikakuonyeshe mambo 5 ambayo mwanamke anayejithamini hawezi kuyafanya. Kwa kutokea leo kuna kitu kitabadilika katika maisha yako. Baki na mimi hapa hapa. Na jambo la 5 ndio muhimu sana. Sana. Mwanamke anayejithamini hataki kulifanya. Na hata wewe usije ukalifanya. Na kukaribisha sana katika channel yangu ya Mbeki TV. Kama ndio kwa mara ya kwanza unajiunga katika channel hii ama ndio unaniona, basi naomba usipite bila kusubscribe ili uendelee kuniona na uendelee kubakia katika channel yangu, tuendelee kushauriana. Hapa ndo mahali pekee ambapo tunazungumzia swala zima la mahusiano na ndoa, lakini pia tunashauriana. Karibu sana. Naitwa Mbeki Crispin. Baki na mimi hapa hapa. Mambo 5 ambayo mwanamke anayejithamini hawezi kuyafanya. Jambo la kwanza la mwanamke anayejithamini, haombi upendo. Haombi apigiwe simu wala lalamiki. Haombi atumiwe message. Haombi kuonana na mwanaume ama kumnganganiza tuonane. Haombi kufanywa, yani nataka sex, nataka, yani yeye ndo anaomba. Mwanamke anayejithamini atafahamu thamani yake na ataijali thamani yake na ataijua kwamba kwa thamani hii huyu ndo anatakiwa aniombe. Kwa hiyo ukijiona wewe ni mwanamke unaombaomba sana, jua thamani yako unaishusha. Si umeshanielewa? Nikwambie kitu kizuri tu mwanamke. Huyu mwanaume ndio yule mwanaume aliyekuona akavutiwa na wewe, akakupenda, akaomba uwe pamoja naye. Maana ya mwanaume kukufuata, kukwambia nakupenda, maana yake ni kwamba anataka kukupa mazuri, anataka kukupa furaha, anataka kukupa amani. Sasa kama yeye kakufuata na akakwambia nakupenda, anataka kukupa vitu vyote hivyo, kwa nini this time mambo yabadilike iwe wewe ndio unamlazimisha as if ndio ulomfuata kumwambia unampenda? Kwa hiyo lazima uelewe, aliiona thamani yako ndio maana alikufuata. Kwa hiyo lazima ubakie katika ile status ya thamani uliyojiwekea mpaka yeye akavutiwa na. Mwanamke anayejithamini hatakuwa ombaomba wa mapenzi ama wa upendo. Hatolazimisha kupenda. Hatolilia mapenzi, unipendi, mimi mbona nakupenda, nakufanyia kila kitu, no. Sawa. Kwa hiyo kuanzia leo elewa, kama wewe ni mtu wa kuombaomba sana, jua thamani yako shuka. Kwa sababu wanawake wanaojithamini sio waombaomba wa mapenzi, wanajiamini na wanaamini wao wana thamani kubwa. Kwa hiyo wanaume ndio wanahitajika kuwapapatikia. Nikwambie tu, leo hii unaweza kuwa unambembeleza mwanaume akupende, akutumie message, akupigie. Lakini jiulize, wanaume wangapi wanataka kukupigia na wewe na wakati ya simu? Wanaume wangapi wanakutumia message na wewe uwajibu? Wanaume wangapi wanakutaka, wanakutongoza kila siku na wewe wakubali? Hii haitoshi kukujulisha ama kukuonyesha kwamba wewe una thamani kubwa kuliko hiyo unayoiomba kwa wewe mwanaume? Unaomba utumiwe message, tunalalamika hujanitumia message tokea asubuhi, hujanitafuta siku ya 3 leo. Haufikirii kuna wanaume wanakutafuta kila siku? Maana yake ni nini? Hawa wanakutafuta kila siku wanaiona hiyo thamani yako. Ila huyu aliyekuwa kishakupata pengine haioni hiyo thamani yako. Na sio pengine haioni, pengine wewe umeizima hiyo thamani kiasi cha kwamba hata yeye appreciate. Tunasema kila siku, jinsi utakavyojiweka, jinsi utakavyojithamini, jinsi utakavyojijali, ndivyo watu watakavyokuja kwako. Wanasema wanakuja vile ulivyo. Kwa hiyo ukibaki na thamani ile ile aliyokupendea na akakufuata, na kuhakikishia huyu mwanaume ataendelea kuiona thamani yako na kukujali. Kwa hiyo usikubali kuwa mwanamke yule kombolela wa kuombaomba. Kiombaomba sana, thamani yako itashuka. Baki kwenye thamani yako, kwa sababu mwanamke anayejithamini sio ombaomba. Wewe una thamani kubwa sana. Watu wengi wanatamani wakupate, na wewe ni shuhuda. Watu wengi wanatamani wakuoe leo kesho. Watu wengi wanatamani wapate hata muda na wewe tu. Watu wengi wanatamani hata kuzungumza tu na wewe. Why usahau hilo? Why ujishushe thamani kwa sababu kuna mtu mmoja tu hajali uwepo wako, hajali upendo wako? No. Thamani yako haipimwi na vile mtu atakavyokupenda ama atakavyokufanyia, bali ni wewe utakavyojipenda na utakavyojifanyia. Kwa jambo la kwanza la mwanamke anayejithamini ni yule asiyeomba pendo. Jambo la pili la mwanamke anayejithamini, hakubali kudharauliwa ama kudhalilika ama kudhalilishwa.
Hatokubali mwanaume amcheke kama mwanaume amcheke. Hatokubali mwanaume amvunjie heshima ama hamdharau. Hatokubali mwanaume amfanye kuonekana ni mdogo, yani asiyekuwa na maamuzi, asiyekuwa na chaguo, ni mtu tu mfata bendera mfata upepo. Hatokubali. Kwa sababu gani? Mwanamke anayejithamini ataweka mipaka ya kiwango ambacho anaweza kutendewa. Si umenielewa? Sasa dharau ama kudharauliwa kuko katika namna nyingi. Inaweza ukawa unadharauliwa mbele ya hadhira, hakuoni kama mke wake bora, hakuoni kama mpenzi wake mzuri, anakutangazia vibaya kwa wengine, kwamba ni wewe ni upo tu. Anaweza akakuacha muda wote, kwamba wewe ndio unalazimisha hayo mapenzi, yeye hakutaki, wewe unatupa kwenda kwa kwake, ni kama yani wewe ndio mwenye bahati ya kuwa na yeye. Lakini pia zinaweza kasoro dharau za wazi za namna hiyo, zinaweza kadharau tu za nyinyi wenyewe. Unaweza wakati mnagombana, maneno unayokutamkia ni maneno gani? Wewe ni mtu mzima, naelewa, unajua kabisa haya ni maneno ya kunidharau. Bwana, mwanamke gani wewe bwana? Kwani ukitaka si uondoke tu? Kwani hapa anakulazimisha ubaki ndo nani? Lakini namna anavyokuchukulia pia, wewe ni mwanamke wake alikuchagua. Kwa nini akuchukulie so cheap, mdogo kuliko wengine? Anawajali zaidi wengine kuliko wewe. Ana tatizo lake, ana jambo lake, anataka kudiscuss na mtu, anaacha kudiscuss na wewe, anaenda kudiscuss na majirani, anaenda kudiscuss na marafiki, anaenda kudiscuss na ndugu, na wewe anakuacha. Wakati mwingine mumeo anapitia changamoto au ana matatizo, wewe uambiwi, anaenda kuambia wewe. Inawezekana it's okay ukawa hauna mawazo chanya ya kumshauri, si ndio? Lakini hata kukupa taarifa, mke wangu kuna hili na hili, tunaweza tukalifanyaje, then ushindwe kushauri, ndio aende kutafuta ushauri pengine. Lakini mumeo anafanya vitu pasi na wewe kujua, unaona tu matokeo na hajielezi kwamba hili nilifanya kwa sababu gani. Yani anafanya tu vitu anakuruka. Hiyo pia ni nyingine moja ya dharau. Dharau nyingine ni ya usaliti. Wewe unavaa vizuri, unajilemba, unatumia muda wako kuweza kuhakikisha unaonekana vizuri, kumfanya mume wako awe proud, mpenzi wako awe proud kuwa na mwanamke mrembo kama wewe, unajitahidi kufanya kila kitu kizuri, lakini anaenda kusaliti na wanawake ambao hawakuzidi wewe hata theluthi. Yani wewe umeji-upgrade katika namna kubwa, uko very expensive, anaenda kutembea na wanawake ambao hadi wa bure, hadi wa 500, wanawake wabaya hawakuzidi hata kidogo. Sasa unajiuliza, huku kujitahidi kote kujiweka smart, kujiweka vizuri, kuna ulazima gani ikiwa mume wangu anaweza akatembea na hata mwenda wazimu? Kwa hiyo pia hiyo ni dharau. Watu wengi wanachukulia kwamba usaliti unamdhalilisha mwanaume, lakini no, unaleta matokeo mabaya pia kwa mwanamke. Mwanamke uko very smart, una akili zako, mfanyakazi mzuri, mwajibikaji mzuri, mwenye heshima, lakini mume wako ni takataka. Kwamba zile dharau zinarudi kwako, udhalilishaji unarudi. Yaani wewe pale mwanamke mzuri, lakini mwanaume wake anapomfanya kama punda. Yaani mwanamke mwingine haina akili. Yaani kamngangania mwanaume hata haeleweki. Yaani umeona kwamba unaanza kusema wewe ndio huna akili kwa sababu unafanyiwa mambo ya wazi na hauoni ama react. Kwa mwanamke anayejiheshimu ama asiyependa kudharauliwa ni yule ambaye atachukua hatua katika maeneo kama hayo. Lakini pia dharau zipo za namna nyingi, nilishatoka kusema hata kufanya kukuona mdogo. Kwa kuna namna mawazo yako pia atayapokea. Kuna namna yale maoni yako ama hasira zako ama makatazo yako atayazingatia. Mume wangu spendi hiki, na kweli ni kitu kibaya. Kesho ataacha. Sio spendi hichi. Bwana utajua mwenyewe bwana. Mimi ndo nitapenda. Yaani unamwambia hiki hataki, hiki anafanya hiki. Maana yake anakudharau. Au leo anakuomba msamaha, si ndio? Kesho anarudia, maana yake anakudharau. Kwa hiyo mwanamke anayejithamini hawezi kukubali kudharauliwa. Always atakuwa na mipaka. Kwamba tutafika mpaka hapa, huku tusifike. Huku tukifika utakuwa umenivunjia heshima. Kwa lazima uwe na mipaka yako ya kuelewa, hapa nimekosewa, hapa sijakosewa. Usio mwanamke ndio tu yes mwanaume afanye, no, lazima uwe na mipaka ya kujua tusifike sehemu tukadharauliana. Na ukimzoesha mwanaume ya kudharau, akuone wewe takataka, wewe si lolote, si chochote, umeshampoteza mwanaume. Always nasema mwanaume ni kama mkate mbele ya chai kwa mwanamke. Mwanamke unaweza kumfanya mwanaume vile unavyotaka, ni namna ya wewe tu hujaweza kumpatia wewe mwanaume. Kwa usichoke ukakata tamaa ukasema bwana ndio ishatokea, no, unaweza kumrudisha kwenye mstari. Weka thamani yako pale juu, usikubali kudhalilika ama kudharauliwa na mwanaume ama asikudhalilishe. Jambo la tatu ambalo hawezi kulifanya mwanamke anayejithamini ni kusubiri bila mwelekeo. Haishi kwenye ile dhana ya tutaona tu au subiri kidogo.
Hapana, kwa sababu mtu anayekuthamini hawezi kukufanya uwe na mashaka naye. Kwa mwanamke anayejithamini atataka kuelewa yupo katika mahusiano yenye mwelekeo gani. Je, mwelekeo tunaoelekea katika mahusiano unanipa mimi hamasa ya kusubiri? Unanipa mimi hamasa ya kuwa na subra hapa? Kwa sababu tujue kuna tofauti kati ya subra na kupoteza muda, ama uvumilivu na kupoteza muda. Sasa mwanamke anayejithamini atataka kusubiri katika ile sehemu anayoona mwelekeo uko mzuri ama mwelekeo uko. Usio mwanamke ujue unaolewa lini, unachumbiwa lini, unatambulishwa lini. Wewe upo tu, akikutambulisha sawa, hasipokutambulisha sawa. Hapana, mwanamke anayejithamini atataka kusubiri pale sehemu kwenye mwelekeo. Okay, nasubiri kwa sababu naelewa baada ya miaka 2, baada ya miaka 3 tutakuwa hapa. Nasubiri kwa sababu mume wangu ni mwajibikaji. Kuna wanawake ambao sawa, mimi nakupenda mwanamke wa kwenye shida na raha, lakini pia lazima uwe na umuone mumeo ni mchakaikaji, mchapakazi, mwajibikaji. Kwa unajua kabisa nipo na mpambanaji. Sio eti unakaa unasubiri miujiza mumeo eti Mungu atamshushia hela, Mungu atamshushia mafanikio. Hapana. Nyinyi sasa ni mwili mmoja. Shida zake ni shida zako. Kama utakosa mwanamume ambaye ana mwelekeo mzuri, ana maono mazuri ya maisha yenu ya pamoja, sio tu kukuoa, hata maelekeo ya kimaisha, maana yake mtapotea wote. Bible inasema kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake, wote mtatumbukia kwenye shimo. Kwa lazima uwe na subira katika mwelekeo. Sawa, unavumilia shida mpaka lini? Mwelekeo wa mume wako upoje? Kwa sababu mwisho wa siku itakutengenezea mazingira ya wewe kuanza kumsaliti kwa sababu shida zitakushinda. Kwa lazima uelewe nipo na mwanaume mwenye mwelekeo mzuri. Mwelekeo wetu unaelekea hivi katika maisha na mwelekeo wetu unaelekea hivi katika mahusiano. Kwa always hautakuwa mtu wa kusubiri embe chini ya mwarobaini. Tunaelewa, kwa sababu pia eneo na muda. Hauna muda wa kupoteza, una muda wako. Na uwaga nasema kabla ya mahusiano yako na wewe una ndoto. Kabla ya kuolewa na wewe una ndoto. Si ndio? Ukioana na mwenzako ndo ndoto zenu zitakuwa pamoja, lakini before hujaolewa una ndoto zako. Kwa kusubiri kutakupotezea muda kutotimiza malengo yako. Kwa hiyo mwanamke anayejithamini always anataka kujua mahusiano yetu yana mwelekeo gani, maisha yetu kwa ujumla na mwelekeo gani. Sasa kwa mwelekeo huu na picha hii na haya maono, na kila sababu ya kuwa na subra na ya kusubiri, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Hatoishi katika ile dhana ya kwamba ngoja tuone Mungu yupo, Mungu atapanga, Mungu atatulete. No, lazima nyinyi mpange na mtekeleze. Hayo ndio maono. Hata taifa tunasema taifa lina maono ya miaka 50. Nyinyi mahusiano yenu yana maono gani? Yana malengo gani? Mchakato wa malengo hayo upoje? Kwa hiyo mwanamke anayejithamini hawezi kukaa kusubiri embe chini ya mwarobaini. Lazima atataka kusubiri pale sehemu ambapo anaona kuna maono. Na kama hakuna maono, then it's over. Hakuna mahusiano. Hayo ni mahusiano kama yana ganzi vya miganda amesimama. Yatakupotezea muda. Kwa hiyo kama unajithamini from today, anza kuongea na mwenzako. Maono yenu baada ya miaka mingapi yakoje? Maono yenu kimaisha yapoje? Maono yenu kimahusiano mlionayo yakoje? Kuna ndoa, kuna uchumba, kuna nini, na utekelezaji ukoje? Then mahusiano yakiwa na afya na hali na uhai kama huo, basi mwanamke anajithamini atakuwa na sababu ya kuendelea kusubiri. Lakini leo kama unasubiri sehemu ambayo hamna mwelekeo, thamani yako unaishusha. Na hiyo nishaye kufundishaga, kuna mfanya mwanaume asiwe na pressure ya kufanya vitu vikubwa ama kujitahidi, kwa sababu anaelewa hata mkila dagaa wewe sawa tu, hata kwa miaka 20 sawa tu, hata asipokuoa sawa. No, lazima uelewe maono ya mumeo yakoje, mwelekeo ukoje. Mungu alisema nyinyi ni wasaidizi wa wame zenu. Kwa lazima uelewe unaenda kumsaidia project gani katika maisha yake. Umeelewa mwanamke? Kwa kama unajithamini, usikubali kusubiri sehemu ambapo hakuna mwelekeo. Hiyo ilikuwa ni jambo la 3. Usiishi kwa mashaka kwamba hivi itakuwa, haitakuwa, hivi itakuwa. No, ishi kwa uhakika kwamba kwa hii kitu tunachokiendea, kwa haya tunayofanyia utekelezaji, basi kuna mazuri anakuja. Then asipokuja mazuri, basi itakuwa tu ni mipango mingine, lakini ukweli ulijiingiza katika sehemu ulioiona kabisa ina mchakato mzuri. Umeelewa? Sasa twende kwenye jambo la 4. Jambo la 4 ambalo hawezi kulifanya mwanamke anayejithamini, hachukulii mapenzi kama mateso. Mapenzi sio kulia kila siku. Akipata maumivu ya kufululiza, anaondoka. Nilisema kwenye ile ya kwanza, usijisahau. Ukampenda sana mwanaume kuliko unavyojipenda.
ukamjali sana mwanaume kuliko hapana. Kwa hiyo upo katika mahusiano kwa sababu ya kupata amani, kupata furaha, kusaidiana na kadhalika. Sasa unapokuwa katika mahusiano ambapo wewe unalia tu kila siku, sasa hayo ni mahusiano msiba. Mpaka umeingia katika msiba wewe. No. Changamoto zipo katika maisha, kuna nyakati mtazipitia ambazo zitakuumiza, zitakuuliza, it's okay. But that is not a means. Hiyo haina maana upo katika mahusiano ya kilio. Sasa mahusiano yako akigeuka ni uwanja wa vilio kila siku, uwanja wa kutoka manundu kila siku. Yaani haipiti wiki wewe bila kuvimba, haipiti wiki wewe bila kupigwa ngumi, haipiti wiki wewe bila kufumania, haipiti wiki bila kutukanwa, haipiti. Mwanamke anajithamini hawezi kuvumilia katika hilo eneo. Na uvumilivu ni kitu kikubwa. Nilisema subra na uvumilivu upo pale kwenye mwelekeo, kwenye ile ya pili, kwenye ya tatu nakumbuka nitoka kuzungumza kitu kama hicho. Mwanamke anajithamini hasubiri sehemu ambapo kuna mwelekeo. Kwa hiyo unaweza ukavumilia hivi vipigo na vitu kama hivyo kama unaona kuna mwelekeo mzuri mbele. Lakini mwelekeo mzuri mbele hakuna, alafu bado mahusiano yako yamegeuka kuwa sehemu ya mateso, hakuna. Mwanamke anajithamini atataka mahusiano yake yawe kama pepo ndogo ya dunia. Mungu aliumba mapenzi katika umbo zuri, yaje kumfurahisha mwanadamu, yaje kumpa tulizo mwanadamu. Ya nini wewe mwenzetu hautulii na mapenzi? Watu wanafurahia na mapenzi yao, wewe vipi kila siku unalia? Watu wanaenjoy, kwa hiyo vipi kila siku una mawazo, mateso, unakonda kwa ajili ya mapenzi, unafubaa kwa ajili ya mapenzi. Yaani ushapoteza vitu vingi kwa ajili ya mapenzi, ushafilisika. Ulikuwa na mtaji mzuri, mwanaume kakuchuna, umeisha. Mwanaume kakutapeli, umeisha. Mwanaume kakufanya uonekane umekuwa ni mlevi, umekuwa mvuta unga, umekuwa mnywa pombe kupitiliza, umekuwa yani umeharibikiwa na maisha kabisa. Kwa sababu gani? Mapenzi uliyageuza kuwa uwanja wa mateso. Kwa wale mateso yamekuharibu kisaikolojia kiasi cha kwamba umeshapotea wewe kiasili, na sasa huko reflected na yale maumivu na yale mateso uliyopitia ama unayopitia kwa mwanamke wako. Kwa hiyo mapenzi sio kilio cha kila siku. Utalia siku moja, utafurahi miaka mitatu. It's okay kulia siku moja. But wapo wanawake, mimi na uhakika nyinyi mnaonisikiliza, wapo wanawake hapa mapenzi kwao ni uwanja wa mateso. Yaani hajawahi kufurahi hata siku moja. Na hiyo siku akifurahi ni dakika 5, ni masaa mawili. Ni kwa masaa tu, sio kwa siku nzima. Kuna muda hata yeye mwenyewe anaweza akawa surprise kwamba leo wiki siku nzima imepita bila tatizo. Bwana mume wangu leo ana nini? Yaani mpaka mateso yamegeuka kuwa sehemu yake ya maisha mpaka kaazoea. Yaani asipotokea yeye mwenyewe anaweza akaachokonoa atokee tu. Wapo wanawake wako addicted mpaka bila kupigwa wahisi kama wanapendwa. Kwa nini? Wako infected, wako addicted, washachanganyikiwa kisaikolojia, wanaamini mapenzi ni kupigwa tu, bila kuwapiga wajisikii vizuri. Mapenzi ni kusemwa tu, kufuatiliwa, kushikiwa simu, kuvunjiwa simu. Wanafikiri mapenzi ni yako katika namna hiyo. Ina maana hawa washakuwa wagonjwa. Wamesahau kama mapenzi ni uwanja wenye amani, furaha na upendo. Tena hasa wewe mwanamke, unafaa uenjoy hayo mahusiano yako vizuri, kwa sababu wewe ni tunda lenye thamani mpendo. Tazama watu wanavyomwagia maua maji, wanavyowekea mbolea, wanavyoyashughulikia ili yastawi. Ndio na wewe mwanaume inabidi akushughulikie ili ustawi. Hauwezi kustawi kwenye mateso, kwenye vipigo, kwenye usaliti, kwenye dharau. Hauwezi kustawi katika namna hiyo. Kwa hiyo jambo la 4 ambalo hawezi kulifanya mwanamke anayojithamini ni kuchukulia mapenzi kama uwanja wa mateso. Leo hii kataa mateso katika mahusiano yako. Kataa dharau katika mahusiano yako. Kataa manyanyaso katika mahusiano yako. Kataa kuonekana mdogo katika mahusiano yako. Kataa kukandamizwa katika mahusiano yako. Ukikataa na ukataka mazuri yatakuja. Sawa sawa. Kwa hiyo hilo ni jambo la 4 ambalo hawezi kulifanya mwanamke anayejithamini. Hawezi kukubali ama kuchukulia mapenzi ni uwanja wa mateso. Usikubali mateso mpendwa. Sawa Hilo ni jambo la 4. Jambo la 5 ambalo hawezi kulifanya mwanamke anayejithamini ni kujipoteza yeye mwenyewe kwa ajili ya mtu mwingine. Hawezi kuacha ndoto zake zipotee. Hawezi kuacha malengo yake yasitimie. Hawezi kuacha heshima yake ipotee. Hawezi kuacha thamani yake ishuke. Kisa tu kuna mwanaume fulani anampenda. Kwa sababu mwanamke anayejithamini hujipenda yeye kwanza. Nasemaga kila siku, kabla ya huyo mwanaume kuja katika maisha yako, upo wewe. Wewe unajichukuliaje? Wewe maisha yako yakoje? Je, wewe unajithamini? Wewe unajipenda? Kwa sababu atakuja yeye, atakukuta, na hata akiondoka atakuacha. Kwa hiyo it's all about you my friends. Hiki ni kitu lazima ukielewe.
Maisha ni kuhusiana na wewe, mapenzi ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo usijipoteze wewe kwa sababu ya mtu mwingine anaweza kuja na kuondoka. Hata kama asipoondoka kwa kukuacha, ataondoka katika dunia. Kwa hiyo lazima usimamie yale unayoyajali na kuyapenda na kuyathamini na unayokufanya uishi. Kwa nini unaishi? Unaishi kwa sababu ya Juma? Unaishi kwa sababu ya Abdul? Unaishi kwa sababu ya mwanaume? No. Mmejuana ukubwani. Uliishi vipi kabla haujamjua? You see? Kwa maisha it's a dynamics, yanabadilika. It's a shape shifter. Leo kuna Juma, kesho utakuwa na Abdul, kesho utakuwa na Thumani. It's all about changing always. Sasa yaache maisha yabadilike katika namna ya umbo la nje, ila wewe endelea kubaki, kwa sababu wewe ndio ulikuwa na Asumani, ulikuwa na Juma, ulikuwa na Mombe, ulikuwa na Abduri, ulikuwa na Mohamedi. Ni wewe, ni mmoja. Wao wanabadilika, wewe it's the same. Kwa hiyo wewe ndio jijali zaidi, kwa sababu it's all about you my friends. Kwa hiyo mwanamke anayejithamini hatokubali kujipoteza yeye, kupoteza kila kitu, kupoteza furaha yake, amani yake, kisa tu yupo mwanaume fulani anampenda na anataka kumridhisha yeye. Tunao wanawake leo hii wameingia katika uvutaji wa madawa ya kulevya kwa sababu ya kumridhisha boyfriend. Boyfriend ni mtumiaji wa madawa ya kulevya, yeye anajiona fit, yani kwa madawa, yani naye anavuta ili amridhishe boyfriend. Anavuta bangi ili amridhishe boyfriend. Kwa hiyo hilo ni jambo la 5 ambalo mwanamke anayejithamini hawezi kulifanya abadani. Kujipoteza yeye kwa ajili ya mtu mwingine. Kujipoteza yeye ili amridhishe mtu mwingine. Endelea kubaki wewe, endelea kujijali wewe, endelea kujipenda wewe, endelea kujitanguliza wewe. Na wakati mwingine unapojipenda na kujitanguliza wewe, utajua unajitakia mazuri. Kuna mahala hutoweza kuingia ama kushiriki kwa sababu unaelewa sio bora kwa afya yako, sio bora kwa maisha yako. Lakini ukipoteza thamani, na maana wewe popote utaingia, popote utavumilia, chochote utafanya kwa sababu umepoteza ile thamani yako. Kwa hiyo kuanzia leo, hebu anza kujijali ili uwe mwanamke mwenye thamani. Hebu anza kujipenda. Anza kujitanguliza wewe. Usikubali kujipoteza. Sawa sawa? Hayo yalikuwa ni mambo 5 ambayo mwanamke anayejithamini hawezi kuyafanya. Najua hili somo limekupa faida kubwa sana. Naomba uniandikie katika comment kitu gani experience katika maisha yako kupitia hili somo langu. Kitu gani umejifunza na utaenda kukibadilisha katika maisha yako. Ulikuwa na mimi Mombe Crispin. Naomba usipite katika hii akaunti yangu bila kusubscribe, kwa sababu kuna mengi hapa tunazungumza kuhusiana na mahusiano pamoja na ndoa. Tunashauriana, tunafurahi pamoja na kuzungumza mengi sana ambayo yanaenda kuboresha mahusiano yetu na ndoa zetu. Pia endelea kutazama video zangu zote katika hii page kama ndo mara yako ya kwanza, kwa sababu zipo video nyingi ambazo zitakufundisha. Zipo video ambazo hata wewe kuna changamoto pengine unaipitia, sio hilo izungumza, lakini ipo nyingine utakutana nayo katika video zangu hapo, ukienda kuzitafuta na kuziangalia. Zitakunufaisha sana, zitakupa faida kubwa sana na utabarikiwa kwa hizo video zangu. Hadi wakati mwingine tena, mimi napenda nikuage, lakini tukutane katika video inayofuata. Bye bye.